ongezeko hapo kutoka 42.55 kwa Machi 2026 na kwa sasa Juni 2026 ni 44.74. Simu hizi janja zimesaidia sana kuwezesha watumiaji wengi kutumia huduma zinazotokana na teknolojia za kisasa na uzao wa mbele au generations wa mawasiliano kupitia vifaa vya mkononi. Hii inamaanisha kwamba bado Watanzania wako wengi ambao wana simu, lakini wengi wao bado hawana simu janja au simu zenye uwezo mzuri zaidi wa kuweza kutumia programs mbalimbali na huduma za kisasa ili kuweza kuwa na matumizi mazuri zaidi ya internet. Mfano, ukiangalia kwa mkulima ambaye anakuwa na simu ya kawaida, wengi wao wamekuwa akiweza kutumia simu kupata taarifa za bei, lakini ukiangalia kwa mwenzake mwenye simu janja au smartphone, anaweza akaitumia simu ile kwa ajili ya kupata programs mbalimbali, akapata taarifa za hali ya hewa kama ni mkulima, akaweza kujifunza mbinu na stadi za kisasa za kilimo, akaweza kupiga picha ya mmea na kuweza kubaini kama mmea una ugonjwa au la, lakini kuweza kujua atumie maji kiasi gani katika umwagiliaji, atumie pembejeo zipi, atumie mbolea za aina gani mpaka aweze kufikia mavuno na kuweza kupata mavuno yenye tija, lakini pia kuweza kutafuta wanunuzi wa bidhaa au mazao aliyozalisha, na hatimaye mwisho wa siku katika mnyororo wa thamani kuweza kufanya malipo au kulipwa kupitia mbinu za kidijiti. Na hii ndio maana halisi ya kuwa na sehemu ya uchumi wa kidijiti, na tunatamani tufikie kuelekea huko, na ndio maana tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba pamoja na kuweka miundombinu ya mawasiliano, tunaendelea kupambana watu wengi zaidi waweze kuwa na matumizi ya mawasiliano hayo, waweze kumiliki simu hizo janja kwa wingi zaidi, lakini hatimaye pia waweze kuzitumia na kuwa na ujuzi pia na elimu sahihi ya kutumia simu hizo janja. Lakini eneo la tatu, kuhakikisha wanazuia usajili wa laini za simu usiofuata taratibu za kikanuni na wenye nia ya kufanya vitendo vya ulaghai na utapeli kwa wananchi. Katika kipindi cha miezi mitatu cha Aprili hadi Juni 2026, TCRA ilifanya ufuatiliaji pamoja na upekuzi wa ulaghai katika mitandao ya simu na kubaini jumla ya laini za simu 7,334 zilizobainika kufanya matukio ya ulaghai. Aidha, matukio ya ulaghai yaliyoripotiwa katika kipindi hicho cha miezi mitatu cha Aprili hadi Juni 2026 yalipungua kwa 25.29 ikilinganishwa na kipindi cha Januari hadi Machi 2026 ambayo ilikuwa na jumla ya matukio ya ulaghai 9,817. Kupungua huku kwa matukio ya ulaghai kunatokana na upekuzi na ukaguzi mbalimbali zilizofanywa na TCRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi kupitia Wizara yetu ya Mambo ya Ndani katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Arusha, Mbeya pamoja na Mara, zikiwalenga wahusika na ambao wanafanya matukio ya ulaghai nchini pamoja na wahusika ambao wamekuwa wakipanga matukio ya ulaghai. Vile vile TCRA kwa kushirikiana na wadau wote wa mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama imepanga kufanya kikao kazi cha pamoja mwezi huu Agosti ili kutathmini njia bora ya kudhibiti vitendo vya kitapeli pamoja na ulaghai, na haswa katika maeneo yanayoonyesha kuwa chimbuko kubwa zaidi la matukio haya ikiwemo mkoa wa Rukwa pamoja na mkoa wa Morogoro. Aidha, katika kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari, TCRA inaendelea kutumia kampeni mbalimbali za kuongeza uelewa na usalama wa watumiaji wa huduma za mawasiliano ikiwemo futa au delete kabisa, inayohamasisha wananchi kufuta jumbe na taarifa za kitapeli badala ya kuzisambaza, sambaza mchongo na sio uongo, kampeni inayosisitiza umuhimu wa kutothibitisha au kutosambaza taarifa zisizo sahihi, kwa ya kidijitali, kampeni ambayo inalenga kuongeza uelewa na matumizi salama ya teknolojia za kidijitali, pamoja na uhamasishaji kuhusu sim card verification au uhakiki wa usajili wa laini za simu ili kuhakikisha watumiaji wanatumia laini zilizosajiliwa kwa usahihi na kwa mujibu wa taratibu. Na tunapenda kuchukua nafasi hii kuwahimiza wananchi kutotoa PIN au namba zao za siri, kutotoa OTP, nywila au taarifa nyingine za siri, kutobofya link zisizojulikana,
kuthibitisha taarifa kupitia vyanzo rasmi na kuripoti mara moja pindi wanapobaini au kukutana na vitendo vya ulaghai au utapeli. Kupitia njia hii, TCRA inalenga kupunguza matukio ya utapeli, lakini pia kujenga mtumiaji atakayekuwa na uelewa na uwezo wa kujilinda katika mazingira ya kidijitali. Na kwenye eneo hili tu nipende kusema, unapopokea ujumbe ambao huelewi, unapopokea ujumbe wa kitapeli, unaambiwa tuma kiasi kadhaa kwenye namba hii na mambo mengine, tafadhali tuma namba hiyo iliyokutumia ujumbe na upeleke ujumbe kwa namba 15040 15040 na uiandike ile namba ambayo uliipokea. Unaona kwamba kuna vitendo ambavyo havikuwa sawa. Badala we kuanza kupigana naye simu, kuanza kujibizana naye jumbe mbalimbali, tutumie kwenye namba hiyo ya 15040. Weka ile namba ambayo huielewi na mashaka. Sisi huku mara moja uchunguzi utaanza kufanyika na baadaye hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa, kwanza kwa ajili ya kufunga namba hiyo na hatua zingine za kiuchunguzi na kisheria ziweze kuendelea. Kwa kuhitimisha, nipende tu kusema kwamba serikali kupitia taasisi zake ikiwemo TCRA tunaendelea kutekeleza majukumu ya kusimamia sekta ya mawasiliano kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika ngazi ya kitaifa, kikanda pamoja na kimataifa, ili kuhakikisha sekta ya mawasiliano inatoa mchango katika maendeleo endelevu ya nchi na kuwa kichocheo cha kuboresha maisha ya wananchi, ukuaji wa uchumi wa kidijiti na uchumi wa bluu. Hivyo kwa takwimu za petabyte 1041 za data, line milioni 117, usajili wa internet milioni 62.79, simu janja wananchi milioni 31.34, akaunti za pesa mtandao milioni 87.05, msimbuzi milioni 2.26, na mamia ya maelfu ya bidhaa zinazotumwa na kufikishwa kwa njia ya posta na courier zetu zinapaswa kuonekana kama sehemu ya picha moja kubwa ambayo Tanzania inaendelea kujenga uchumi wake na jamii inayotegemea mawasiliano. Jukumu la serikali na wadau wa sekta kwa sasa ni kuhakikisha kwamba ukuaji huo unaendelea kuwa jumuishi, kuhakikisha tunaendelea kupanua miundombinu, kuhakikisha tunaendelea kuongeza ubora wa huduma, kuhakikisha tunapunguza vikwazo vya gharama, kuhakikisha tunaongeza ujuzi wa kidijiti, kuhakikisha tunaendelea kulinda watumiaji na kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwa shughuli zenye tija. Aidha, kuanzia sasa serikali kupitia TCRA itakuwa ikitoa takwimu za sekta ya mawasiliano kila robo mwaka kupitia vyombo vya habari ili kuongeza uwazi zaidi, kuleta ufafanuzi, lakini kujenga uaminifu kwa wananchi, kuonyesha maendeleo ya sekta na kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi na kwa wakati. Nihitimishe kwa kuwashukuru sana wadau wetu wa huduma za mawasiliano. Nyinyi ndio mmeweza kuyafanikisha yote haya, lakini vilevile kwa upande wa huduma za utangazaji na wengine wote katika huduma za posta, asanteni sana, hongereni. Tuendelee kufanya kazi pamoja kuhakikisha tunakuza zaidi, na tunapofika katika ripoti nyingine ya Septemba 2026 basi tuweze kuona matokeo makubwa zaidi yenye manufaa kwa Watanzania. Watanzania wanataka kuona tafsiri zaidi ya haya tunayoeleza ya kitafsiri katika maisha yao ya kila siku. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia ndani ya miaka yake mitano, tukiangalia katika swala tu la penetration ya 3G, ameingia 5G mwaka 2021 ilikuwa ni 0% kabisa, lakini unaona sasa hivi tumeenda kwenye 34%, na tunaamini kabla hajamaliza kipindi chake cha uongozi tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi. Lakini ukiangalia idadi ya minara unaona mabadiliko pamoja na takwimu nyingine ambazo nimezieleza. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kweli kwa namna ambavyo anaendelea kutusimamia katika maono yake na uongozi wake thabiti, na ndio maana inatupa nguvu na heshima kuweza kutekeleza mpango wetu wa mageuzi wa kidijitali kwa miaka 10 tunapofikia mwaka 2034, lakini pia ambapo tumeanza safari ya kutekeleza dira ya mwaka 2050, ambapo ukiangalia katika nguzo ya 5 masuala mazima ya tehama
yameweza kuwekwa na yatakuwa na mchango mkubwa sana katika kufikia dira yetu ya 2050. Nawashukuru sana wahariri wetu, nawashukuru sana waandishi wa habari. Ni imani yetu mtaweza kuitendea haki taarifa hii, lakini kuweza kuitolea tafsiri sahihi ili mwananchi wa kawaida aweze kuona nini maana ya hali ya ripoti hii ya sekta ya mawasiliano. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza.